Pentecost. Kama wiki ile iliyopita ile tulikuwa mzima ngapi? Mimi ni mwalimu wa misingi, na hiyo nafundisha misingi 16 ya Kipentekoste. Yaani hii nikikufundisha ukishika hiyo, wewe ni Pentekoste safi. Mbingu ni za kwako. Yaani utatembea kifua mbele katika dunia hii, alafu na mbinguni unaingia. Msingi wa tano ambao ulikuwa unasemaje? Wokovu wa mwanadamu. Sisi tumeokolewa kwa sababu Yesu alijitoa akafa msalabani kwa ajili yetu, alafu sisi tukaokolewa. Akasema nimekuja duniani ili niwaokoe watu, niwatoe kwenye dhambi. Sasa leo tunaendelea na msingi wa 6. Msingi wa 6 unasema agizo ya kanisa. Kanisa limeagizwa kufanya nini? Naomba tusome kitabu cha Waefeso sura ya 2 mstari wa 20, alafu tutaendelea. Maagizo ya kanisa. Kanisa limeagizwa kufanya nini? Mmejengwa juu ya msingi wa mitume na manabii, naye Yesu Kristo mwenyewe ni jiwe kuu la pembeni. Mitume na manabii, na Yesu mwenyewe ndiye jiwe kuu la nini? La pembeni. Wakati Yesu anafufuka na kupaa mbinguni, agano la kale lilikuwa halijaandikwa. Wakati Yesu anapaa kwenda mbinguni, ili agano jipya tunalolisoma lilikuwa halijaandikwa. Mitume hawa walikuwa wanaendelea kufundisha, yaani walisimama angalau wanasoma agano la kale kurejea kwamba atakuja Masihi. Kwa hiyo walichukua agano la kale wanalileta huku wanahubiri. Ndio maana walikuwa wanapambana sana. Wanaambiwa hawa wameanza kutuletea dini nyingine, wanaletea dini ya mafundisho mapya. Wanasema Yesu amefufua, ni shida. Sasa vitabu hivi, kitabu cha agano kilikuwa bado hakijaandikwa. Kitabu cha kwanza kuandikwa cha agano baada ya Yesu kuondoka 12 mbele ndio ikaandikwa kitabu cha Yakobo cha kwanza kuandikwa. Kitabu cha Yakobo ndio ikaandikwa mwaka wa 45 baada ya Kristo. Lakini Yesu amepaa akiwa na miaka 30 ngapi? Amekaa kwa miaka ngapi? 33. Kwa hiyo ukiongeza 12 ndio kikaandikwa kitabu cha kwanza cha Yakobo. Ambaye Yakobo anasema msiwe wasikiaji tu, bali muwe watendaji wa nini? Miaka 12 yote hii walikuwa wanatumia agano. Hizo habari za kusema Yesu amezaliwa zilikuwa hazijaandikwa. Yaani kusema Yesu alizaliwa Yerusalemu, si Bethlehemu ya Yuda, si Nazareti, ilikuwa hazijaandikwa. Hapo kitabu cha Mathayo kinaandikwa mwaka 60. Tangu Yesu amezaliwa mwaka 60. Yaani tangu kuwepo kwa Yesu miaka 60, ule mwaka wa 60 ndio kitabu kikatokea. Haya. Unaweza kaona sasa misingi walikuwa tena mitume walioachwa. Mitume walioachwa walikuwa wanamsema Yesu, walikuwa wanamzungumza Yesu. Aliagiza nini Yesu? Maana Yesu ndio mwagizaji. Ndiye aliyeagiza kanisa ambalo ni wewe. Anasema enendeni ulimwenguni kote mkawafanye mataifa kuwa wanafunzi, mkiwabatiza kwa jina la Baba na la Mwana na la Roho Mtakatifu. Hilo ndio agizo la Yesu. Kuhubiri Injili na kuwabatiza. Akishaamini tu mnambatiza. Agizo la kwanza ni ubatizo katika maji mengi. Kristo yote aliyeokoka ambaye amemwamini Yesu kuwa Bwana na Mwokozi wa maisha yake anahitaji kubatizwa ubatizo wa maji mengi. Ubatizo wa maji mengi. Sio kwamba kwenye dini, kwa sababu kwenye dini wanabatizwa. Mimi naita huko ni kuwaloeka, maana hawajaamini. Yaani mtu anatoka humo kwenye maji, anaendelea na ulevi wake, anaendelea na uzinzi wake, anaendelea na matendo yake ya kawaida ya duniani. Alafu anasema nini nimebatizwa? Huyo walimloweka. Huyo, yaani kama ulibatizwa namna hiyo, wewe ulilowekwa. Unahitaji kuzamishwa. Ili ukizama huko ndani, maana ubatizo ni kuzamisha. Ukizama huko ndani, ukitoka hivi, unatokea mtu mwingine. Agizo la Yesu. Yesu mwenyewe alienda ndio swali. Mstari ulijibu anza somo. Ama kwa nini Yesu alibatizwa? Wakati yeye alikuwa ni Mungu. Kwa nini yeye alibatizwa? Yesu kwanza alizaliwa kwa Mungu. Sangetokeza mbinguni kitu.
akasema mimi ni Mungu. Watu walimkimbia, wakasema kama mzima na pepo kanatoka. Sasa badala ya Mungu kuja hivyo, maana Mungu akija tunasema akija kama alivyo, hangewezi kuishi. Akatumia akaja kwa njia ya Yesu, akamtuma Yesu akaja kuzaliwa akiwa na nguvu zote, akiwa mkamilifu kabisa, lakini akaingia tumboni mwa Mariamu kwa uwezo wa nini? Wa Roho Mtakatifu. Haleluya. Akakaa humo miezi 9 kama wanadamu wa kawaida. Hilo sio la kushangaa. Akazaliwa. Sasa uzaliwa wake ndio unataka kuona kama utakuwa tofauti. Ile kuzaliwa tu, Herode akasikia amezaliwa mfalme. Kwa Herode ikawa ni kisemusemu, kizunguzungu na kuzunguka kwamba mniambie vizuri habari gani nazosikia masikioni mwangu. Anasema amezaliwa mfalme. Mtoto mdogo hajaanza kutembea, jamaa akaanza kuoa watoto. Miaka mingapi hiyo? Kuanzia miaka 2. Hilo sio kukosea, sio kuanguka. Sawa? Kuanzia miaka 2 na kushuka, watoto wote wa kiume waliuawa kwa sababu amezaliwa nani? Mtawala, mtu mwenye nguvu. Ile kutangazwa ikawa ni shida.